Habari, karibuni sana wapenzi, na leo darasani kwetu tutakwenda kujifunza namna sahihi ya kufanya makeup. Ungana na mimi darasani tukafanye makeup mrembo wetu. Hatua namba 1 nitakwenda kwanza kutinda nyusi kama ambavyo mnaona. Utatinda nyusi zako vizuri kwa mrembo wako. Hiyo ni hatua namba 1. Hakikisha umeangalia hali za nyusi kama ziko vizuri, then utaendelea na process nyingine. Baada ya kumaliza, tutakwenda kufanya skin preparation kwa maana ya kuangalia hali ya uso na kumsafisha. Safisha kwanza mteja wako vizuri. Hapo tunatumia hiyo foam ambao ni cleansing foam kwa ajili ya kumsafisha, utasafisha vizuri. Baada ya hapo utafuta na wipes kwa kuondoa mafuta na uchafu wote ambao uko kwenye uso. Unaona jinsi ambavyo tunafanya. Then nitakwenda kuanza sasa kutumia hiyo styling soap. Wengi wanaifahamu hivyo styling soap kwa ajili ya kuweka nyusi zangu vizuri ili ninapokwenda kuapply wanja wangu ukae vizuri. Baada ya hapo nitakwenda kuweka contour powder kidogo ili kwa ajili ya kusaidia wanja wangu ukae vizuri. Unaona jinsi ambavyo tumefanya. Hapo nyusi zangu ziko tayari sasa kuanza kuchora wanja. Zoezi litakalofuata utakwenda kuapply wanja wako. Na mimi ninatumia wanja wa Lulu ule wa gel ndio ambao natumia hapo. Angalia jinsi ambavyo nitachora vizuri. Yes, utachora wanja wako mpaka pale utakapomaliza. Ni simple sana ukielewa zile hatua za muhimu jinsi ambavyo unafanya. Na kuna ufanyaji wa tofauti. Kuna mwingine anapenda kuanza usoni kwanza then anakuja wanja, na kuna mwingine anaanza wanja then anakuja usoni. Ni maamuzi tu vile ambavyo mtu unapenda. Kwa hiyo tutakwenda kuchora wanja, baada ya hapo tutakwenda kuchonga na concealer. Yes, hapo nishamaliza kuchora wanja wangu. Nitakwenda kutumia concealer, na hiyo ndio concealer palette ambayo mimi natumia. Then tutachonga vizuri. Unaona jinsi ambavyo tunachonga wanja wetu. Hakikisha unavyochonga wanja wako uwe unatumia concealer ambayo ni nzuri kabisa. Na kwa wale ambao mtapenda vifaa ambavyo nimetumia ama mtahitaji vifaa vinapatikana chuoni kwetu kwa gharama nafuu kabisa. Ili upate makeup nzuri, kikubwa ni kuwa na vifaa vizuri kama sisi ambavyo tunatumia hapo. Unaona hiyo ni concealer yetu. Angalia jinsi ambavyo inanyoosha wanja vizuri, haisumbui na inatoa matokeo mazuri kabisa. Yes, baada ya kumaliza tutaanza sasa kutengeneza jicho letu. Hapa tumesha blend concealer yetu vizuri. Tuna blend kwa kutumia contour powder. Unaona jinsi ambavyo tumeblend vizuri. Then tutaanza sasa kutengeneza jicho letu. Yes, unaona jinsi ambavyo tumefanya. Nimetumia contour powder za aina mbili, nyeupe na ya rangi ya kawaida kwa ajili ya kushade jicho letu vizuri. Baada ya kumaliza kushade jicho vizuri kwa kutumia contour powder, nitaanza sasa kutumia eyeshadow palette, na hapo nitaanza kupaka base. Unaona jinsi ambavyo tunafanya. Sasa naandaa jicho langu kwa ajili ya kutengeneza. Na jicho ambalo nitafanya leo nitafanya cut crease ya kawaida. Unaona jinsi ambavyo nafanya. Nita apply base ya rangi ya brown ambayo imekolea sana. Yes, nitahitaji iwe imekolea. Yes, unaona jinsi ambavyo ipo. Baada ya hapo nitaanza kukata hiyo cut crease kwa kutumia concealer yangu. Na mimi leo sitatumia concealer kali sana. Unaona ambayo natumia ni ya kawaida tu, situmii ile ambayo ni kali sana kulingana na jicho ambalo nataka kulitengeneza. Utakata cut crease yako, then ukimaliza tutakwenda kuangalia eyeshadow ambazo nitakwenda kuapply kwenye hiyo cut crease yangu. Angalia kwa makini jinsi ambavyo tunafanya, na kwa wale ambao labda cut crease ilikuwa inakusumbua, hii ni fursa ya kujifunza jinsi ya kutengeneza. Unaona jinsi ambavyo tumefanya, na hapo nishaandaa kote. Then nitakwenda sasa kutumia contour powder ambayo inafanana kwa ajili ya kuifanya itulie vizuri. Hii concealer ina asili ya mafuta. Kwa hiyo unavyoapply contour powder juu inasaidia concealer yako kukaa vizuri, ili unapokuja kuapply rangi zako ama zile eyeshadow zako zitulie, ziseto vizuri na isiharibike, iwe na muonekano mzuri. Kwa hiyo baada ya kukata katikati yako na concealer, apply contour powder juu. Then unachukua sasa katikati yako, kwa maana eyeshadow zako ambazo utataka kuapply. Inaweza ikawa ni moja au unaweza ukachanganya kama sisi ambavyo tumefanya hapo. Mimi nitafanya mbili pamoja na smoking. Hapo nita apply eyeshadow ya kwanza ambao nimetumia ile gold kali ambayo inaenda kwenye yellow. Unaona jinsi ambavyo umetumia. Then nitatumia na kijani kidogo kulingana na ile theme ambayo tunataka kuitengeneza. Kile kitu ambacho tunataka kutengeneza ndio sisi tumechanganya rangi zetu hivyo. Unaona jinsi ambavyo unazimix. Hakikisha umeblend vizuri. Blend rangi zako ziingiliane vizuri. Na wengi wanafeli hapa kwenye kutengeneza jicho. Hakikisha una blend color inatulia vizuri. Unavyoweka rangi kwa mara ya kwanza inakuwa na muonekano kama ni kali sana. Lakini the way jinsi ambavyo wewe utatengeneza na ukafanya ikatulia vizuri ndio italeta matokeo mazuri. Na hapo na apply smoking pembeni. Umeona baada ya kumaliza tuna apply smoking pembeni. Yaani katika utengenezaji wa jicho hakikisha una blend vitu vizuri.
Ukiweka kitu kinaonekana kama ni kingi au kimekolea sana, lakini the way jinsi ambavyo utablend, matokeo yanakuja mazuri sana. Yes, hapo ni baada ya kumaliza. Then tukapaka hiyo eyeliner ya glitter kwa juu kama unavyoona. Hapo sasa nakwenda kuandaa uso wake. Baada ya kumaliza tushabandika mpaka kope, nimepaka primer. Then nitakwenda kupulizia fix spray kwa ajili ya kumoisturize na kufanya ngozi yake iwe na unyevu ili makeup yetu, foundation yetu zije kushika vizuri. Tumempaka face primer, then tunampaka hiyo fix kwa ajili ya kumoisturize ngozi yake. Then hapo nitakwenda kutumia hiyo concealer ya rangi kwa ajili ya kuficha zile dots, makovu madogo madogo. Alafu nitamwekea foundation ya rangi yake. Kwa wale ambao labda ulikuwa unapata changamoto ukipata mteja ambaye ana makovu, concealer, sisi concealer palette yetu ina uwezo na ina concealer maalum kwa ajili ya kufichia makovu ili mteja wako afiche yale makovu yote ambayo utakuwa nayo usoni. Baada ya hapo tumeblend foundation yetu vizuri, nitakwenda sasa kufanya setting, kucontour kwa kutumia hapo na highlight kwanza kwa kutumia hiyo contour palette ya gel, highlight. Naona jinsi ambavyo tunafanya. Tunamhighlight kwa kutumia tunatumia contour ambayo imezidi rangi yake. Tunamhighlight kwa rangi ambayo imezidi rangi yake ni nyeupe kidogo. Then baada ya hapo tutakwenda sasa kumcontour. Kumbuka kwa wale ambao wanataka kufanya hizi, sehemu ambazo una highlight utaweka rangi ambayo ni light imezidi rangi yake, na sehemu ambayo una contour utaweka rangi ambayo ni dark kuliko rangi yake. Unaona? Hizo ni sehemu ambazo nime highlight, na sehemu ambazo nita contour nitaweka rangi ambayo ni dark kuliko rangi yake. Baada ya hapo tutakwenda kublend, tutakwenda kuona matokeo ambayo tutayapata. Unaona ambavyo tunafanya? Baada ya kumaliza tutakwenda kublend it vizuri, then tuone matokeo ambayo tutayapata. Hapo naendelea kuonyesha zile sehemu ambazo na contour sasa. Tumeshamaliza ku highlight, hapo tuna contour. Then tumeanza kublend, na kublend pia utablend hivyo hivyo kama ambavyo tumefanya zile partition. Anza kublend sehemu ambazo ume highlight, then utablend sehemu ambazo ume contour. Tutakwenda kuona baada ya hapo tunakwenda kuweka contour powder kama ambavyo tume highlight, na pia tutaweka rangi zake hivyo hivyo. Hapo tutaweka rangi ambayo iko light imewaka kidogo, sehemu ambayo tume contour tutaweka rangi ambayo iko dark. Na ninayotumia hapo ni contour powder. Ya kwanza nilotumia ni contour gel, na hapo natumia contour powder. Then blend it vizuri. Then tutakwenda kuweka setting powder, ambayo setting powder ama loose powder mimi leo nitakwenda kutumia ya Sacha. Naona jinsi ambavyo tunaweka. Hiyo ndio setting powder yetu ambayo nitatumia mimi, natumia ya Sacha. Tutamweka vizuri, then tutasubiri baada ya muda ikishanyonya vizuri. Kwa wale wasiofahamu, setting powder ni powder maalum ambayo ukiweka inafyonza, inaingia kwenye ngozi. Kwa hiyo utasubiri kwa dakika kadhaa, dakika 5 mpaka 7, then utakwenda kuiblend vizuri. Na hizo ndio sehemu ambazo tuna apply hiyo setting powder yetu. Baada ya hapo tutasubiri kwa muda, then tutakwenda kuichanganya. Unaona jinsi ambavyo tunafanya. Kwa wale ambao walikuwa wanatamani kujua jinsi ya kufanya makeup, sijataka kuweka kitu chochote, yani nataka uone ule uhalisia wa makeup ambavyo jinsi tunafanya. Unaona jinsi ambavyo tunafanya. Mteja wetu unamuona kabisa uso wake unaonekana real kabisa. Tulichokificha hapo ni makovu tu. Vitu ambavyo vingine vinawezekana kuzibika ni makovu, yale mabaka makubwa. Unaweza kutumia concealer yetu ambayo sisi tumetumia. Then hapo nitamweka, hiyo ni setting powder lakini nyeupe kwa ajili ya kufanya hiyo sehemu iwake vizuri. Yes, tunaongeza kwa ajili ya nakshi sehemu iwake vizuri, then tutakwenda kuiblend it vizuri. Tutakwenda kutumia brusher, then tutatumia, baada ya brusher tutaweka highlighter. Unaona jinsi ambavyo tunaweka brusher, tunaweka brusher, baada ya hapo tutaweka highlighter, tutakwenda kumchonga pua, then tutakwenda kuona final look ya mrembo wetu. Kwa wale ambao wanatamani sana madarasa yetu, sisi tunapatikana Dar es Salaam, Tegeta, Tanzania. Tutakufundisha kila kitu, masuala ya kusuka, makeup, kupamba maharusi, kila kitu kinachohusiana na masuala ya urembo kwa gharama nafuu kabisa. Karibuni sana kwa wale ambao mtapenda kujiunga na darasa letu. Haya yote unayoyaona yanapatikana darasani. Hii ni process ndefu kidogo, na hii tuliyoifanya tulikuwa tunafanya makeup ya biharusi wa Kiislamu. Unaona jinsi ambavyo tumefanya. Kwa hiyo
steps inafanyika kwenye makeup zote. Tuna makeup za aina tofauti tofauti. Hii ambayo tulifanya bridal ya Kiislamu. Unaona jinsi ambavyo kidogo ina steps nyingi, lakini tukiwa tunafanya simple, steps kidogo zinapungua, zinakuwa ni tofauti. Kwa wale ambao mtapenda madarasa yetu, tunawakaribisha sana. Sisi tupo Dar es Salaam, Tegeta, Azania. Haya, na hiyo sasa hivi tupo katika steps ya kutengeneza mdomo, kuchonga mdomo ama kupaka lipstick yetu. Na sisi leo tutakwenda kupaka lipstick ya nude ambao tutachanganya. Unaona jinsi ambavyo tunaandaa, tunapaka ile lip liner kwanza, hapo tunaweka lip liner, then tutakwenda kuweka lipstick yetu ya nude ambao tunachanganya kala mbili. Lip liner yetu tunatumia ya brown, then tutakwenda kuweka nude yetu. Angalia jinsi ambavyo tunaitengeneza. Tunaanza kuchanganya kwanza. Unaona tunaweka hiyo. Hiyo ukiangalia kwenye simu inaonekana kama ni orange fulani. Then tutakuja kuipooza kwa kutumia nude color ili tupate kile kitu ambacho tunakihitaji. Na lipstick pia inapendeza ukiwa mbunifu kwenye utengenezaji. Tengeneza kitu ambacho ni kizuri, kitaleta ile beauty, muonekano ambao unavutia vizuri. Kwa unaona jinsi ambavyo tunatengeneza. Na kwa wale ambao mtatuhitaji jamani, namba zetu za simu ni 0673232339. Tumezoeleka sana kwenye madarasa ya masuala ya kusuka, lakini tunafanya vitu vyote, kusuka pamoja na makeup kama ambavyo mnaona. Unaona jinsi ambavyo tunatengeneza ile lipstick yetu. Blend it vizuri, blend lipstick iingiliane, ikae vizuri, tulie. Baada ya hapo tumekwenda kumpaka gloss, na hiyo ndio ikawa final look ya mrembo wetu. Unaona jinsi ambavyo litokea. Unaona? Ni makeup nzuri na inapendeza sana. Sasa sisi tulikuwa darasani katika mafunzo, na hiyo ni sample tu ya biharusi, lakini hakuwa biharusi real. Ingekuwa ni real, angekuwa amevaa nguo yake na amependeza vizuri. Lakini tulikuwa katika darasa na hiyo ilikuwa ni sample ya biharusi wetu. Unaona jinsi ambavyo detail kila kitu kinaonekana. Uwanja, eyeshadow yake, kila kitu kiko vizuri. Karibuni sana, mimi nawapenda.